Habari ya wakati huu mpendo wangu, unaendeleaje? Hebu nikuelekeze namna ya kumhamisha mtu ambaye ni adui yako sehemu ambayo upo wewe. Aidha kazini, nyumbani, sehemu yoyote, sehemu ya biashara. Mtu anakusumbua, hataki kuona wewe unafanikiwa, hataki kuona wewe unaendelea. Hata kwa watoto wako imekuwa ni shida. Basi nitakuelekeza namna kufanya ili huyo mtu atoweke kabisa maishani mwako. Lakini asiyo kwamba ikawa ni chuki tu, kwamba labda unamchukia tu, umetokea unamchukia basi unataka kumfanyia hiki kitu, hakiwezi kufanya kazi. Hakikisha kweli huyo mtu ni adui yako, anakusumbua katika kazi, anakuingilia katika ndoa yako, anakuingilia katika shughuli zako zote unazojitahidi kuzifanya. Utakachofanya, tafuta mchanga wa hilo eneo. Kama unafanya kazi hilo eneo, unafanya naye kazi, basi chukua mchanga wa hapo. Kama ni nyumbani unaishi naye, chukua mchanga wa nyumbani. Yaani sehemu yoyote ambayo unakutana nayo, hata kama ni kwenye biashara, chukua huo mchanga wa hilo eneo. Ukishachukua utaushika hivi. Halafu utaanza kutamka. Fulani bin fulani, umtaje jina lake, hakikisha unajua jina lake. Na kuhamisha na kutoa, nataka ukatoweke hili eneo. Nataka na kusambaratisha na kufuta kabisa katika hapa sehemu yangu. Hili eneo, kama ni kazini sema, kama ni sehemu ya biashara sema, kama ni nyumbani umepanga naye nyumba moja sema. Nuia, wewe ndio unajua kwamba uko sehemu gani, atoke hilo eneo. Kwa sababu kuna watu wanakela sana. Kuna watu wanasumbua sana wenzao. Basi sasa baada ya kuwa umetamka maneno yale ya kumtoa, ya kumsambaratisha, utachukua ule mchanga. Kumbuka utakuwa umeshanuia mpaka jina lake. Utachukua ule mchanga, utaenda sehemu ya mto, maji yanapotembea, maji yanapotiririka, utachukua huo mchanga, utafika, utaumwaga kwa kurusha. Utaurusha hivi au utaumwaga hivi. Hakikisha umemwagia sehemu ya maji yanayotembea. Usimwage sehemu ya maji yaliyosimama. Hakikisha maji yanatiririka. Na kusambaratisha na kufuta katika eneo langu, na kutoa kwenye maisha yangu, na kufuta kabisa kwenye maisha yangu. Basi utakuwa umemwaga huo mchanga, na huyo mtu itapita, haitachukua muda, atakuwa ametoka hiyo eneo, atakuwa amekuacha ukiwa huru. Basi natibu magonjwa yote karibia, hasa yale yaliyo sugu. Natibu kisukari cha kupanda, sukari ya kushuka. Natibu matatizo yote ya njia za hewa, asthma, pumu, kikohozi sugu, mafua sugu, pneumonia. Basi una shida kama hii, nitafute, nitakusaidia. Lakini pia ninazo dawa za vidonda vya tumbo, natibu kwa muda mchache. Natibu dawa za uvimbe wa kizazi, yani fibroids. Natibu uvimbe wa kansa, hatua ya kwanza na hatua ya pili. Lakini pia natibu magonjwa yote ya uzazi, mirija kuziba, ugumba, dawa zipo, nitafute. Lakini pia natibu matezi, yale mauvimbe yanayokaa hapa chini, yanauma kweli kweli na yanasumbua kweli kweli, basi una shida kama hii, dawa ninazo. Lakini pia natibu magonjwa mbalimbali, hasa yale yaliyo sugu. Natibu magonjwa yote ya mifupa, mgongo, kiuno, magoti, miguu kuvimba, miguu kufa ganzi, dawa zipo. Lakini pia natibu magonjwa karibia yote. Natibu magonjwa ya tezi dume. Haya ni magonjwa ya upande wa kina baba. Magonjwa ya upande wa kina baba, kuziba mkojo, au ukienda kujisaidia haja ndogo, mkojo unatoka sehemu njia mbili, au unatoka kwa kusambaa, basi nitafute, dawa zipo. Lakini pia nazo dawa za nguvu za kiume, matatizo yote ya nguvu za kiume, basi dawa zipo. Inaweza kuwa nguvu zimeisha kwa ajili ya masturbation au kujichua, basi dawa zipo. Lakini pia ninazo dawa mbalimbali za magonjwa, hasa yale yaliyosugu, masikio, meno, matatizo yote ya kinywa, macho yasiyoona, macho yasiyo yenye ukungu, macho yasiyo